upande wa pili akiwa yule mtu muovu, huyu abashiriwa shari. Ya ayyatuha an-nafsul khabitha, kama qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Mtume sana akieleza hali ya mtu muovu anavyotolewa roho yake, ataambiwa ewe nafsi khabithi, chafu, muovu, ukhruji ila adhabillahi wa sakhatihi, toka uende katika adhabu ya Allah na hasira zake. Ile nafsi inaposikia maneno yale itashika katika ule mwili ule mtu muovu, haitaki kutoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mfano wa namna itakavyovutwa kwa nguvu ile roho mpaka mishipa ikatike yule mtu muovu. Mfano wake akapiga ni kama gongo lililokuwa na miba, kisha likawekwa kwenye cotton ile pamba. Ile pamba ikizungushwa katika gongo lenye miba, kisha ikavurutwa ili lile gongo litolewe, latoka kwa tabu. Namna hiyo ndio inavyotolewa roho ya mtu muovu. Watu waweza kuja pale kusema ni kweli alikuwa muovu, lakini ankufa, he died peacefully. Kwani wewe wajua ile inayotokea pale? Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika, lau kama ungelikuwa waona wewe namna malaika wanavyotoa roho watu waovu wale waliokufuru, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, wawapiga kwa marungu nyuso zao na maungo yao, roho yatolewa huku yuwapigwa, lakini wewe huoni. Wala he died peacefully, ajua yeye pale yale marungu anayoyakula pale, pigwa marungu huku roho yake yatolewa. Na lau kama tungelikuwa tuona, sijui tungeishi vipi. Subhanallah, Allah kwa rehema zake mambo mengi sisi hatuyaoni wala hatuyasikii.